Wow, hii ni Biblia Kidigitali, platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali. Na leo tutaangalia historia ya Injili. Injili na umisheni ni moyo wa Mungu mwenyewe. Na watu wengi wanadhani Injili na umisheni ni tangazo la Agano Jipya ama ni tangazo tu ambalo amekuja nalo Yesu Kristo. Lakini ukweli Injili ina misingi kutoka katika Agano la Kale, yani vitabu vya Musa, manabii na pia Zaburi. Ukisoma ile Luka mstari wa 20 sura ya 24 mstari wa 44 hadi 46, Yesu mwenyewe anawaambia baada ya kufufuka wanafunzi wake, anasema ilimpasa apate mateso mengi na kufa na siku ya tatu kufufuka kama maandiko yanenavyo. Na anasema kwamba yeye mwenyewe Yesu, haya yote yalikuwa yameandikwa katika Torati ya Musa, lakini manabii na maandiko matakatifu ya kwamba Yesu Kristo atakufa na kufufuka na sharti Injili ihubiriwe kwa mataifa yote. Lakini kwa ushahidi wa kwamba Injili ina misingi kutoka katika Agano la Kale ni mafundisho ya Yesu mwenyewe na mitume. Kumbuka Yesu alifundisha mafundisho yake ya Injili na habari zake kutoka katika vitabu vya Agano la Kale. Na pia mitume pia walinukuu maneno ya Yesu na kuyadhibitisha kutoka katika maandiko ya Agano la Kale. Hivyo Agano la Kale ni Agano Jipya lililofungwa, na Agano Jipya ni Agano la Kale lililowekwa wazi, ama Agano Jipya tunaweza tukasema ni utimilifu na ufafanuzi wa Agano la Kale. Kwa hiyo tunaona msingi wa Injili ni Agano la Kale, na hili Agano Jipya lina habibu rejea kwa ujumla wake zaidi ya 600. Yani mistari iliyonukuliwa katika Agano la Kale iliyopo katika Agano Jipya ni zaidi ya mistari 600. Kwa mfano, kitabu cha Mathayo kinakuwa ni cha kwanza katika mpangilio wa Agano Jipya kwa sababu chenyewe kina habibu rejea zaidi ya 120 peke yake, ndio chenye habibu rejea nyingi zaidi. Lakini kikifuatiwa na kitabu cha Waebrania. Waebrania amenukuu mistari mingi sana kutoka katika Agano la Kale, na akiwaonyesha kwamba utimilifu. Kitabu cha Waebrania ni kitabu cha utetezi dhidi ya watu ambao wameliamini katika Agano la Kale. Kwa mwandishi wa Waebrania amenukuu mistari mingi kudhibitisha Yesu kuwa ni mkuu kuliko Musa, mkuu kuliko Joshua, mkuu kuliko kuhani mkuu, na mkuu kuliko zile figa ambazo zinaaminika katika Agano la Kale, ama watu ambao wanaamini Agano la Kale. Kwa hiyo pia hata leo hii kuna watu wanasema wanamwamini Musa, wanaamini Zaburi, wanaamini manabii, lakini hawaamini kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa ndugu zangu hao wanaosema kitabu chao ama mafundisho yao yanatoka katika Zaburi na yanatokana na Musa, na wanakubali historia ya mambo ya Agano la Kale, lakini hawaikubali neema ya Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo mwenyewe anasema hivyo vitabu vya Agano la Kale vilikuwa vikitabiri habari zake, ama vilikuwa vikisema habari zake. Kwa anayeamini katika Zaburi, anayeamini katika Torati ya Musa, imempasa aamini kuwa Yesu Kristo amekufa na amefufuka kama hayo maandiko yanenavyo. Ina maana shida wameshindwa kutafsiri yale mafumbo. Hivyo tunaporudi sasa tuangalie historia ya Injili. Injili imeanzia Agano la Kale na wala sio tangazo la Agano Jipya, ama sio tangazo linaloanzia pale Mathayo. Kwa hiyo moyo wa Mungu jamani ni moyo wa umisheni na Injili. Moyo huo tunauona katika kitabu cha Mwanzo kabisa, ile sura ya kwanza na mstari ule wa 28, kuanzia 27 hadi 29. Lakini sana sana nataka ni base katika 28. Anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, akatawale akavimiliki vitu. Na baada ya kuumbwa, baraka ya kwanza anasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze na kuitiisha nchi yote. Kwa tunaona mwenye moyo wa umisheni ama muasisi wa umisheni
Ni Mungu mwenyewe anataka dunia ijawe na watu wenye sura na mfano wake, ambao watu wenye sura na mfano wake sio warefu, sio wafupi, ni watu wenye roho yake, watu waliobeba utukufu wake, watu waliobeba picha yake. Kwa hiyo tunafahamu kwamba sisi tunafanana na Mungu sio katika mwili ama katika muonekano wetu, ni katika roho. Sisi tunafanana na Mungu, na hata sasa watu waliomwamini Yesu Kristo wanafanyika wana wa Mungu, wanaibeba ile picha na sura ya Mungu. Kwa sasa ulimwenguni wapo watu wote ni wa Mungu, ni viumbe wa Mungu, lakini wapo wana wa Mungu, wale waliomwamini Yesu Kristo, waliofutiwa dhambi zao, walioondolewa hatia yao kupitia kifo cha Yesu, walioukubali huo msamaha. Hao ndio wana wa Mungu, na hao ndio wenye picha na sura ya mfano wa Mungu. Kwa hiyo tunaona ile picha na mfano wa Mungu hata wakati mwingine imetafsiriwa kama ile ability. Tunaona tuna ability kubwa sana wanadamu ya creation. Tunaweza kucreate kitu, designing, tunaweza kudesign, lakini tuna roho ya huruma, tunaweza kumjua Mungu, tuna utashi, tuna utakatifu, tunaweza kuwa watakatifu kwa njia ya kumwamini Yesu. Kwa hiyo tunaona moyo wa umisheni ni Mungu mwenyewe ndiye anayetaka watu wajawe ulimwenguni wenye sura na mfano wake. Lakini huo ni umisheni wa Mungu mwenyewe. Lakini katika ile sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo tunaona sasa pale kiini cha Injili. Baada ya anguko la Adamu na Hawa, tunaona sura ya 3 mstari wa 15. Sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo na mstari wa 15 ndio tunaona tamko la kwanza la Injili. Anasema kwamba ataleta uzao wa mwanamke utakayeponda kile kichwa cha yule adui. Kwa hiyo tunaona Mungu mwenyewe anatabiri kuja ujio wa Masihi wake, ama anatabiri kwamba mwanamke atazaa, uzao wake utaponda kichwa cha mwanamke. Hapo ndipo sosi hasa ya Injili inapopatikana baada ya anguko. Kwa Injili halisi inapata misingi kutoka katika Agano la Kale, kuwarudisha watu katika sura na mfano wa Mungu waliokuwa nao pale Edeni. Kwa Injili imeanzishwa na Mungu mwenyewe, na Injili asili yake ni katika vitabu vya Musa, manabii na Torati na Zaburi, vinaelezea kazi ya Injili. Kwa hiyo tunaona pale Injili ndio inaanza, lakini haiishii hapo Mungu kutangaza hivyo. Na Mungu mwenyewe anaonyesha upendo wa dhati kwamba Injili ni haki isiyotokana na juhudi za mtu, ni haki ya Mungu mwenyewe. Injili ni haki pasipo matendo, justification by faith. Kwa hiyo tunaona baada ya hapo anaonyesha tendo la huruma jingine, kwamba anachinja mnyama na kuwavalisha ngozi, kitu cha thamani kwa ajili ya kuficha aibu yao au utupu wao. Kwa Injili tunaona hata sasa kihubiriwa, haiishii tu kutangaza habari za Yesu, huwa inagusa na maeneo ya kijamii. Kwa muasisi wa Injili mwenyewe ameanza kutufundisha kwa picha ya Injili, yani Mungu mwenyewe ndiye mmisheni mkuu, ndo mwenye kutaka watu wajae ulimwenguni wenye sura na mfano wake, lakini pia alihitaji matendo mema. Kwa Injili haiishii tu kuwa tangazo la Yesu Kristo, bali inasisitiza na kusaidiana, inasisitiza na utu wema. Kwa hiyo tukisogea zaidi mbele, tunaona watu wanaanza kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, kama ilivyokuwa kwa Nuhu, sura ile ya 6. Ukiisoma kuanzia sura ya 6 pale mstari wa kwanza hadi wa mwisho, lakini mstari wa 9 Mungu mstari wa kwanza wa kile kitabu cha Mwanzo, mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo na ile sura ya 6, tunaona Nuhu, Mungu anaangalia duniani, watu wameshaongezeka, ni wengi, lakini wanawaza mabaya, hawawazi jambo jema, hadi Mungu akasema najuta hata kumuumba huyu mtu. Mbona misheni yake ya watu wajae ulimwenguni si tu wajae, bali wawe na sura na mfano wake, lakini watu wakawa wameharibika. Hivyo tunaona Mungu anatufundisha tena habari za Injili kupitia safina.
Ukisoma ule mstari wa 9 wa sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo, anasema Nuhu akapata neema. Hiyo ni justification by faith ambayo tunaipigania kuanzia Martin Luther anasemaga huo msemo, na mimi ninaamini katika haki ipatikanao kwa njia ya imani ambayo imezihirika kwetu sisi ni neema tu ya upendo. Kwa sio mimi tu kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, hata Nuhu sio kwa matendo yake, bali Nuhu naye akapata neema. Kwa neema hii haijaanzia kwetu, Nuhu pia alipata neema kama vile ilivyo Maria mama wa Mungu, naye alipata neema ya kumzaa Yesu Kristo, sio kwa matendo yake. Kwa na yeye pia neema ni kwa watu wote, kama vile na wewe utakavopata neema ukimwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tangu mwanzo watu walikuwa wakipata neema. Kwa hiyo naye Nuhu akapata neema, akaijenga safina. Walioingia katika safina ilikuwa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa hiyo tunaona Nuhu baada ya hapo anafanikiwa, wale watu wabaya wakaangamizwa, wale wachache waliobaki wakafanikisha swala la kuleta mataifa ulimwenguni. Tunaona Mungu katika ile sura ya 9 sasa, ya 8 na ya 9, tunaona Nuhu anashuka katika safina na Mungu anambariki, anarudia lile tangazo lake. Mungu habadiliki, tangazo lake anawabariki katika ile sura ya 9. Anawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia. Kwa misheni ni Mungu mwenyewe, misheni mkuu ni Mungu. Kwa Nuhu anafanikiwa kuleta mataifa. Katika wale watoto watatu, kina Shamu, wale kina Ham na Yafati, wakazaa mataifa. Unaona pale katika watoto wa kina Shamu na Ham pale, unaona kuna Wakushi wa Afrika, tunaona kina Gomezi wa Jerumani, kunaona kina Bogu wa Rusia. Yani watoto wengi wakazaliwa pale, mataifa yote. Lakini mataifa yale aliyoleta Nuhu yalikuwa ya kimwili, hayana sifa na utukufu wa Mungu. Manake swala la umisheni ilikuwa, ukirudi katika Mwanzo, lengo la umisheni ni kuijaza dunia watu wenye sura na picha ya Mungu. Sio tu kujaza watu, ila watu wenye sifa na utukufu wa Mungu, wenye roho ya Mungu ndani yake. Kwa Nuhu ni kwa ajili ya mataifa, Adamu kwa ajili ya ulimwengu, lakini Nuhu kwa ajili ya mataifa. Na Nuhu amefanya hiyo kazi vizuri. Utasoma Mwanzo ile sura ya 9 na ya 10 na ya 11, utaona pale mataifa yamepatikana. Lakini tunapokuja katika baadaye Mungu anamchagua Ibrahim kwa ajili ya Israeli. Sasa inaanza project ya roho. Huku ilikuwa ni project ya mwili, sasa tunaanza kuileta project ya roho, ili watu wakamilike sasa, wawe wengi lakini wenye roho wa Mungu, na ikamilike lile neno la Mungu lililosema waijaze ulimwengu watu wanaofanana na yeye. Sasa wanafananaje kama hawana roho yake? Kwa hiyo inabidi tuanze kuwawekea roho. Kwa Mungu mwenyewe anaanza kumchagua Ibrahim. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo na ile sura ya 12, ukasoma pia na ile sura ya 17, unakutana na maneno haya kwamba Ibrahim akamwamini Mungu, ikahesabika kwake ni haki. Kwa wale wanaosema Ibrahim ni baba wa imani, si kwa sababu ya matendo yake, si kwa sababu ya juhudi zake, bali Ibrahim alimwamini Mungu, ikafanyika kwake kuwa haki. Kwa hiyo tunapata haki kwa njia ya imani tangu zamani. Ibrahim ni baba wa imani kwa sababu ya imani yake kwa Mungu, sio kwa sababu alikuwa na matendo mazuri. Ama kuna matendo ya kujifunza kwa Ibrahim, ni imani ya kumwamini Mungu. Kwa baba wa imani, yeye alimwamini Mungu, akahesabika kuwa kwake ni haki, na Mungu akamwambia kwa uzao wako ni dunia itabarikiwa. Ile Mwanzo sura ya 17. Uzao uliozungumzwa na Mungu sio Isaka, sio wana wa Israeli, ni Yesu Kristo ndani yetu. Ndo baraka ya Ibrahim kuwafikia mataifa yote. Haikuishia hapo historia ya Injili. Kwa hiyo tunaona Mungu alianza na Adamu kama misheni mkuu, ajaze ulimwengu. Lakini baada ya Adamu tunaona Nuhu akaleta mataifa. Sasa tunaona Ibrahim
anainuliwa kwa ajili ya kutengeneza taifa la kiroho at least lenye picha ya Mungu. Kwa hiyo Ibrahimu akafanikiwa kuleta Israeli, akaleta ule uzao wa Israeli. Tunaona pale katika mlima wa Sinai Musa anapewa sheria, na Musa akaleta Torati pia. Na Torati ilikuja baada ya miaka 480. Hivyo haitangui ile ahadi ya kwamba watu wahesabiwe haki kwa njia ya imani, ama watu wawe na sura na utukufu ule wa Mungu. Kwa hiyo tunaona hapo ndipo injili inapoanzia, historia ya injili. Hivyo Mungu anamuita Musa, anawapa Torati wana wa Israeli na anawatenga mataifa. Lakini si kwamba Mungu alikuwa akiwachukia mataifa, bali Mungu aonyesha upendo wake mwenyewe pale anapowaweka wakfu wana wa Israeli na kuwatenga mataifa. Lakini wote mwisho wa siku tunamhitaji Kristo, kwa sababu wana wa Israeli ndio taifa teule, lakini limepewa sheria ambazo linashindwa kuzitimiza. Hivyo linaingia chini ya laana. Linamhitaji Yesu Kristo ili lipate kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Lakini kadhalika na mataifa waliotengwa, wao wametengwa mbali na Mungu, hivyo wanahitaji haki isiyotokana na sheria ili wapate uhusiano na Mungu. Kwa hiyo sote tunakuwa tunahitaji Yesu, sio mataifa ambaye mnasema hajatahiriwa, lakini yule aliyetahiriwa anashindwa kumudu sheria, anamhitaji Kristo, na mataifa pia anahitaji Kristo, tupate wote haki isiyotokana na sheria ama isiyotokana na juhudi. Ni haki ya Mungu mwenyewe iliyodhihirika kutoka Torati na manabii. Na kumalizia mfano wa mwisho kwamba injili ilikuwa ikidiploot kutoka katika vitabu vya Agano la Kale. Ukisoma Yohana ile sura ya 3 na ule mstari ukianzia wa 12 pale, Yesu yuko na Nikodemu, mwalimu wa sheria huyu. Anamwambia kwamba haya kama nyoka wa Musa, unaona Yesu mwenyewe anafundisha na nukuu, alivyoanikwa, alivyoinuliwa jangwani, nyoka yule wa shaba, hivyo ndivyo mwana wa Adamu, anajizungumzia Yesu, ndivyo atakavyonyanyuliwa ili kila amtazamaye apate kupona. Unaona Musa kumbe aliwafundisha baada ya kuwa wameumwa na nyoka, akawaambia kupona kwao kwa kumtazama nyoka aliyekufa. Na sisi pia tunamtazama Kristo aliyekufa na kufufuka, ndipo tunapata uzima. Kwa Musa alikuwa anafundisha jinsi ya kuepuka, waliepuka mauti ya nyoka walio hai, sumu za nyoka walio hai, kwa kumtazama nyoka aliyekufa. Hivyo na sisi tunaepuka Yesu anatufundisha ile ilikuwa ni figurative ya kwake, kwamba na yeye pia atanyanyuliwa ili tupate uzima. Kwa hiyo injili, ndugu zanguni, ni tangazo la Agano la Kale. Na hapo injili anasema ili kila mtu amwaminie, sio kila mwenye tabia mbaya, sio kila maskini, kila mtu, awe tajiri, awe na tabia nzuri, awe na tabia mbaya, lazima umwamini Yesu Kristo. Ndio maana hata Kornelio alikuwa akitoa sadaka nyingi kuliko wewe na alikuwa mcha Mungu, lakini alibidi ahesabiwe haki. Petro akatumwa kwake amhubiria habari za Yesu. Na ukisoma pale Yohana anasema, Yohana ile sura ya 3, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa jinsi ipi? Ni jinsi ya kumtoa mwanae wa pekee. Kama vile nyoka wa Musa alivyoanikwa, ilikuwa ni upendo wa Mungu ili kila mtu anayetazama aweze kuona upendo wa Mungu. Hivyo tukiangalia hapo tunakuja kugundua kitu, kwamba injili ni kwa watu wote, sio tajiri, sio maskini, sio mgonjwa, sio mwenye afya. Wote wamepungukiwa na utukufu, sio washika sheria, sio washika dini. Wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wanamhitaji Kristo. Kwa hiyo tusidharau kazi ya injili, kwa sababu injili ni umisheni na ni moyo wa Mungu, na injili inawahitaji watu wote. Na injili ya kweli ibezi katika maandiko matakatifu, na injili ya kweli ni inamhusu Kristo na ondoleo la dhambi, na inatakiwa wasikie watu wote, sio wenye tabia mbaya tu, na sio wale ambao hawaji kanisani. Watu wote wanapaswa kuisikia injili, na wote wanapaswa kumuelewa Yesu Kristo ili wahesabiwe haki kwa haki ya Mungu
mwenyewe. Kwa hiyo tunaona injili na umisheni ni moyo wa Mungu mwenyewe, na ndio kazi kuu, na ndio kama unataka kumgusa Mungu, mguse kwa kufanya injili ya kweli. Injili ya kweli lazima ibezi katika maandiko, lakini injili ya kweli inamhusu Yesu Kristo, na injili ya kweli inaleta uhuru na kutatua matatizo ya watu, na inaambatana na dalili za Roho na nguvu za Roho, miujiza, karama, matendo mema. Hiyo ndio injili ya kweli, kama Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe alipoanzisha pale injili katika Mwanzo ile sura ya 3. Ilikuwa ni ya huruma, ilikuwa na msaada wa kijamii, lakini ilikuwa imebezi katika Yesu Kristo. Na mimi ni Blaster Anil Michael kutoka hapa Msoma Kuitope hapa. Karibu tuendelee kuchambua maandiko na mambo mbalimbali. Leo ni historia ya injili.